Mungu anataka niseme na wewe. Kitu hiki cha ujumbe kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani ndicho kimepata upendeleo kati ya mambo niliyokuwa nimeandaa. Hicho ndicho ambacho nina habari nazo. Hiyo ndio habari nilionayo, kwamba kwa taarifa yako Mungu alishakupa na ziada. Naomba ufungue kitabu cha Petro wa kwanza, Petro wa pili, ile sura ya kwanza, usome mstari kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 11, alafu nitakwambia mambo ambayo nataka nikazie hapo. Na ninaomba sasa niseme maneno mawili kati ya hayo mambo ambayo nimesema 7. Nitazungumzia wema kidogo na maarifa. Zungumzia mambo mawili. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ili uwe mwenye haki, haki ni nini? Nini maana ya haki? Haki, nilipojaribu kusoma kwenye kamusi ya Biblia, ilisema ni usawa. Haki ni usawa ambao au ulinganifu kwenye swala la maadili. Ni usawa au ulinganifu kwenye swala la maadili. Na hiyo neno haki ilikuwa sababu maandiko yake yanaweza kufika kama 18 au 20 yanayozungumzia haki. Sasa mimi nataka nikwambie, tunaishi kwa imani. Tunaishi kwa, naomba nikuonyeshe ulipata imani hiyo katika kitabu cha Efeso ambacho tayari tumekisoma 2 ule mstari wa 8 na wa 10, ambao nataka nitumie fursa hii niongee na wewe maneno ambayo Mungu ataweka ufahamu kwenye akili zako, utoke kwenye maisha fulani ya uliokandamizwa. Tumeokolewa ili tutende matendo mema, na tumeokolewa kwa njia ya imani. Yaani baada ya kumwamini Yesu, hatukuokolewa kwa sababu tulikuwa tunaufahamu sana, tulikuwa wazuri sana. Hapana, tumeokolewa kwa kumwamini Yesu. Kwa hiyo tunahesabiwa haki kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi na wewe, yani hatuhesabiwi kama tulikuwa watu wazuri sana. Ni kile kizazi kukubali kumwamini Yesu, tukahesabiwa kama tuna haki mbele za nani? Sio jitihada zetu tulifanya tukapatikana. Hapana, tumeokolewa tu kwa imani. Na imani hiyo, ili iwe na afya, ili iwe na nguvu, haya mambo niliyokuambia ndio yanayoweza kufanya imani ikawa na nguvu sana. Kwa hiyo, yani ukiwa unatenda mema, Biblia inasema usitoke kutenda mema, utakuta kwa wakati. Wema hauozi. Wema hauwezi ukatenda mema zaidi ya yale unayotenda. Yaani unapokuwa hafanikiwi ni kwa mambo fulani ambayo wewe haufanyi kwa watu wengine. Tunakuwa na adui mkubwa sana wa imani yetu ni ubinafsi. Andika, adui mkubwa namba 1 ni ubinafsi. Adui, yani imani ndio inayoshambuliwa. Imani hiyo iliyofanya ukahesabiwa kwa una haki mbele za Mungu ndio inayotafunwa. Adui mwingine anayeshambulia ni uchoyo. Adui namba 3, uongo. Adui namba 4, chuki. Adui namba 3 ni uvivu. Hivi vitu vimeathiri sana maisha yetu. Yaani maisha yetu ya watu tuliookoka tumeathiriwa sana na maisha haya. Nisomee Tito kwenye swala la wema 2:14.